Umesema kwamba yule mganga mkuu mlikuwa mnashare nesi, kwa hiyo akawa amekuchukia. Lakini tuhuma alizokuandikia mbili za kukuhamisha: moja, taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya, uende huko zahanati; lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio design yako, hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji. Kwa hili halikuanza leo, tangu 2018. Haya nyinyi mlikuwa mnayajua? Kila mtu alikuwa hajui. Lakini mganga mkuu yule aliona. Wewe ukasema mimi huyu mganga alisaini yeye mwenyewe, mganga mkuu amemhamisha baada ya kuona huyu mtu ni tatizo. Moja ni eksera, kwamba hutakiwi kufanya inawezekana makosa yalifanyika, lakini sio mbaya kwa sababu viongozi wapo wakaona wako allocate sehemu ambayo unafiti. Lakini pili, una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji. Ukaroblob huko, ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua, ukarudi. Umerudi, amekuja kurudia baada ya miaka 5 siji 6 kwenye chumba cha upasuaji hicho umefanya mapenzi na hiyo binti. Maana yake ni tabia yako, mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia. Kwaona hawa nao wamekuja wamekusingizia. Wakusingizie kesi hiyo. Huyo binti na mume wake walikuwa wanamjua mganga mkuu. Kwa bwana mkurugenzi, umefanya kazi nzuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha. Moja, mganga mkuu wa mkoa amesema kwanza alichokuwa amekifanya haikuwa sahihi, lakini kuna mazingira ya rushwa yalikuwepo. Alitoa hela yule baba. Si ndio wewe ulitoa hela? Kwa sababu huwezi kumpokea mgonjwa kana kwamba unampokea kama deal. Yaani hakuna alipokuwa registered, hakuna mnampeleka, inawezekana hiyo ultrasound mnaharibu tu ya kwetu, hiyo mmeweka tu mtaani. Mwaka 2018. Rasi haupo mkoa huu, mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya haupo, inawezekana na viongozi wote hamkuepo. Lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. La pili, mheshimiwa mkuu wa wilaya, bado pia naendelea kukushukuru na mkurugenzi. Lilitokea pia tukio hapa kwenye hospitali hapa ya wilaya. Ilitokea mgonjwa mmoja anaitwa Jafari Hamisi Juma. Mwezi wa 10 tu, tarehe 8 ya mwezi wa 10. Yule mgonjwa amsikia, akaja hapo hospitali saa 11 alfajiri. Alipofika huyu Juma ni mzee, ana kijana wake anaitwa Jafari. Juma huyo mzee alimleta mwanae hapo hospitali, akafika, akapokelewa, weza ni emergency, lakini wakumwaloketi kwenda wodini. Huko muuguzi wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuepo. Wakagonga sana, kwa maelezo ya yule mzee. Bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu. Akagonga sana mlango ule. Baadaye ikaonekana huyu mama hakuepo. Akapigiwa simu huko alikokuwa, akaja amekasirika kweli kweli. Alipokuja anasema, nyie washenzi ndio mnayosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu nyinyi, na siwahudumii. Sasa nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamuomba radhi kama wamekosea. Tunaomba utusamee, ni kutokujua. Anasema nimewambia nendeni popote, sitawahudumia. Akakata. Wakarudi kule, sijui nini kiliendelea, lakini akaweka msimamo na hakuna chochote kiliendelea. Huyu baba akaona mwanae asije akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani. Yule kijana akafa. Nesi huyo au ni muuguzi yupo ofisini pale, mkurugenzi. Not fair. Umefanya kazi yako nzuri kwamba umeandika kwenye baraza la wauguzi. Haitoshi, mwezi huu wa pili msimamishe leo tena chini ya polisi. Huyu mtu amekufa, nani atamtetea huyu? Na hatuna namna ya kumtetea. Lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu haupo hapa. Hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya yote huwa uyajui wewe. Haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako. Ukaunda kamati nzuri tu ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au kutokujali whatever. Lakini kamati wewe mwenyewe unaishangaa, kweli ni wewe uliyeiunda. Ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu, ikaleta na comprehensive report. Ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya. Licha kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau au ni uzembe. Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI. Mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa.
asimame kazi. Kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni rasi, msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu, lete mganga mkuu mfawidhi hapa, DMO hapa, akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Kwa sababu haya mambo, huyu bwana yupo hapa, huyu mtu amekuja amekufa, ametuundia tume ya uongo na kweli uongo tu. Ameletewa ripoti yake akakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rasi tofauti, inasema ile kamati hakuna ilichofanya, lakini hakuna mtaalamu alimweka. Huyo nesi, wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati, afisa lishe sijui nani, wote msimame kazi. Mganga mkuu leo lete DMO hapa akaimu nafasi. Hata hapo tafuta madaktari wapo wenye nidhamu na adabu, hata pale mkoani lete mtu akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale aje akaimu hapa. Kwa sababu sasa hawa mambo tuyafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa ofisini, wodini. Huyu anasema sikutibii, nenda popote. Manake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa asimame nione atakaye kuja kuniuliza. Mambo gani sasa haya? Tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja hiyo. Hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe. Yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua whatever mgonjwa si mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike, yule ahojiwe. Kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa. Ahojiwe seriously. Kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha yule na mgonjwa? Jamani ndugu wajumbe, poleni, lakini ndio mikasa iliyotokea. Mkuu wa wilaya pole, kazi yako umeifanya vizuri, tunakushukuru. Mkurugenzi, unafanya kazi yako vizuri, na vyombo vyote mliopo hapa. Mimi sina mashaka kwa sababu mambo yote haya tayari mlishachukua hatua.